mkate ndio itakuwa ni ishara ya kukumbuka mauti yake. Sema amen. Sema amen. Sasa leo kiniletea ufahamu na elimu ya maji ya upako, nitakuuliza waliyatoa wapi? Tuko pamoja na wao, unaruhusiwa kuhoji, kwa sababu mbingu sio ya kawaida. Kuna watu wanaingia vya ajabu, wanapitia mlango wa nyuma, haujui umetokea wapi. Na ndio maana Paulo aliwaambia, acha nikusomee hapo kidogo, ili usije unasema mchungaji mwingine anatoa wapi. Mungu kwenye Biblia wanazosoma hayo ambayo Biblia nayo itumia ndio Biblia wanaoitumia. Sasa ukawaulize, sisi tunakwambia tumekupa box limejaa nini? Zawadi yenyewe ndani yake kuna nini? Kuna matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya nani? Haya. Na Mungu akubariki sana. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili za namna nyingine. Paulo anashangaa, watu wamegeuka, wameacha imani ya kweli, wamegeukia injili za namna nyingine. Na ndio maana leo kija kuangalia kila kona nasikia Yesu, unashindwa kuelewa Yesu wa kweli ni yupi? Bwana mmoja alienda siku moja, alikuwa watu wanacheza mpira. Alipofika uwanjani akakuta watu wananyang'anyana mpira, mara mwingine anapigwa ngwala, ananyang'anywa mpira, mwingine mara anapiga tikitaka, ananyang'anywa mpira. Akasema hawa ni wajinga kweli, ni masikini ambao wasiojiweza, wananyang'anyana mpira. Mmoja wakati dukani amejaa, alikuwa na pesa, akachukua gari lake akaendesha mpaka mjini. Alipofika akamwambia, naomba mipira 10. Uwanjani ulikuwepo wachezaji 11 na wengine 11, kwa hiyo kama mpira 21 ambao wa 22 ndio uko uwanjani. Akaja na gari lake akapaki gari lake, alafu akamgeuza buti nyuma, alafu akafungua, alafu akamwaga mipira uwanjani 21 ambao waliopo uwanjani ni wa 22. Alafu akamwambia, mimi ni washamba, mnaanza kucheza na kuhangaika na kunyang'anyana mpira mmoja wakati mpira na bei poa. Chukueni kila mmoja na mpira wake. Kwa hiyo kila mmoja akawa anahangaika na mpira wake, lakini refa ni mmoja ambaye anaangalia ule mpira wa kweli uliokuwepo unachezwa, ambapo ikiingia goli mpira ule uliokuwa unachezwa ndio goli la kweli. Mungu akubariki sana. Ana refa ni mmoja ambaye ndio Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wachezaji wapo duniani ni wengi. Sasa wakifunga magoli ambayo mpira sio wa kweli, inakuwa sio goli. Sema amen. Shetani ametumia mpango mzuri, na ndio maana amefanikisha. Mwanzoni injili ilikuwa ni moja tu, kumhubiri Yesu watu waache dhambi, wamwamini yeye, wawe na uzima wa milele. Lakini shetani akaleta injili za namna nyingine, na ndio maana injili za namna nyingine ni nyingi sana duniani, lakini injili ya kweli ni moja tu. Yesu anasema, endeni mkawafanye wanafunzi watu wote duniani. Ambaye anayefanywa kuwa mwanafunzi, huyo ndio anayecheza mpira wa kweli ambao ni wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hebu mpigie Yesu makofi na vigelegele kwa imani ya kweli isiyobadilika. Yaani imani ya kweli haibadiliki mpaka Yesu anarudi, kwa sababu inasimama katika Yesu. Tuko pamoja? Inasimama. Na ndio maana akatoa matukio ya muhimu, akasema, na huu mkate itakuwa ni ukumbusho wangu. Mungu akubariki sana. Na kama ukumbusho wangu kwenu, nitatenda mambo makubwa. Sema amen. Naomba nimalizie ili tuendelee na wengine. Mungu akubariki sana. Mstari wa 7. Wala si nyingine, wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kugeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mtuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama nilivyotangulia kusema, na sasa nasema kwamba mtu yeyote akiwahubiri injili ambayo tofauti na Yesu aliyoihubiri, na alaaniwe. Amen. Mtu yeyote akihubiri injili ambayo ni tofauti na Yesu aliyoihubiri,
na alaniwe. Na Mungu akubariki sana. Mimi nina ujasiri. Mwambie jirani yako, na mimi nina ujasiri. Mwambie tena, mimi nina ujasiri. Mwambie tena, mimi nina ujasiri. Na ujasiri wako ulionao ni mmoja tu. Mungu akubariki sana. Unaujua ujasiri wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaujua ujasiri wako? Paulo anazungumza mambo mawili: karipia, kemea, fundisha. Mungu akubariki sana. Katika kukaripia nitakwambia, katika kukemea nitakwambia, katika kufundisha nitasema. Sema amen. Na ndio maana kija kuangalia wale walio kinyume na Yesu Kristo, tunawakaribia, tunawaambia ninyi, hiyo sio mpango wa Mungu, ni mpango wa Shetani. Mgeukieni Mungu ili Mungu awape neema yake. Sema amen. Na mwenye mamlaka kuyasema hayo ni mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu, nyosha mikono juu, alafu nipungie, na Mungu akubariki sana. Ndio umepewa mamlaka kwenda kuyakataza yale ambayo yasiyo ya Yesu. Kama ni jambo sio la Yesu, likataze lisiwepo duniani. Lakini kama jambo ni la Yesu, liwe na utukufu wa Mungu na baraka za Mungu katika ulimwengu wa sasa na ulimwengu ujao pia. Sema amen. Na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, I love you so much. Mwambie tena, I love you so much. Naendelea katika ile sura ya 11 wa Korinto, wakati Yesu alipomega mkate akawapa wanafunzi, wakala kila mmoja mmoja, akawaambia, huu ndio mwili wangu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na ndio maana leo tutamega mkate kwa ukumbusho wa mauti ambayo Yesu iliyompata wakati akiwepo duniani. Mungu akubariki sana. Naomba niendelee. Mstari wa 23b, na ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 25, na hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo. Mungu akubariki sana. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa kukumbuka damu iliyomwagika msalabani. Sema amen. Damu iliyomwagika msalabani. Sema amen. Na mfano wa damu iliyomwagika msalabani, Yesu aliwapa mzabibu iliyochanganywa na vitu fulani fulani, ambapo ikachanganywa na maji wakanywa. Yesu akawaambia, hii ndio damu yangu itakayoenda kumwagika msalabani. Na sisi tunatafuta mzabibu, na mzabibu wa leo kuna vitu vingi, kuna chemikola, kuna juisi ambayo ukizitengeneza zinakuwa kama mfano wa mzabibu. Na kutakia mema. Yohana sura ya 13 mstari wa kwanza, naomba nipasome, na Mungu akubariki sana. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu akijua ya kuwa saa yake imekwisha kufika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simioni Iskariote moyo wa kumsaliti Yesu, hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kibakuli, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni mwake, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa
alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simioni aitwaye Petro. Huyo akamwambia, Petro akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hulijui, lakini utalifahamu baadaye. Sema amen. Ni tukio ambalo duniani sijawahi kuliona, lakini kwa Yesu nilishawahi kuliona. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, kwa Yesu nilishawahi kuliona, ila duniani sijawahi kuliona. Mungu akubariki sana. Sasa kwenye ulimwengu wa leo, kama ni mtandaoni, wakalione. Kumbe kuna ushirika, kuna eneo ambalo watu wamepwaya katika ushirika wa Mungu, ambalo Yesu alimwambia Petro wakati Yesu anajua ya kwamba amekaribia kuuawa, amekaribia saa yake ya kutoka duniani, akawaketisha wanafunzi wake, ikiwepo Yuda amekaribia amepewa moyo wa kumsaliti, na tayari anajua ya kwamba muda wowote anakuja kumsaliti Yesu. Yesu alikuwa anameshajua, lakini Yesu akawaketisha wanafunzi wake, akachukua kitambaa akajifunga nacho kiunoni. Alipojifunga nacho kiunoni, akachukua kibakuli kila maji, akajishusha kuliko nafasi zote zilizoko duniani. Akachukua miguu ya Petro akaanza kuinawisha, na akachukua kile kitambaa akaifuta ile miguu ya yule ndugu, ya kwamba anamaanisha anatamani anayemnawisha miguu, ambayo hiyo desturi zilikuwa za Wayahudi, ambayo yule mtumwa ndiye anamnawisha miguu bwana wake ambaye ni mfalme au malkia ambaye anayemiliki. Wale watumwa ndio wanaenda kumnawisha miguu malkia. Lakini Yesu alikuwa anajua, anatambua kwamba hapa duniani tunapita sisi sote ni ndugu, hakuna mkubwa kwenye mambo ya Mungu, na ndio maana wote tumepokea ufalme wa Mungu, tumempokea Yesu, tuna uzima wa milele. Una Baba, una Yesu, una Roho Mtakatifu, na mimi nina Baba, nina Yesu, nina Roho Mtakatifu. Hakuna mkubwa kwenye mambo ya Mungu, na ndio maana Yesu alitafuta ili wote tuwe wale pamoja. Sema amen. Na ndio maana alikuja kwa Petro. Petro akamwambia, Petro, naomba miguu. Petro akasema, Bwana, huwezi ukaninawisha miguu, unajizalilisha ushike miguu yangu mimi wakati wewe ni bosi, haiwezekani. Petro akamwambia Yesu, Petro, nisipokunawisha miguu huna shirika na mimi. Sema amen. Huna shirika na nani? Na mimi. Ina maana leo ukikuta watu wafanyi hivyo, hawana ushirika na Yesu. Hebu nipungie mkono hewani, na Mungu akubariki sana. Sasa wenye ushirika na Yesu ni mimi na wewe. Nataka nikuonyeshe, nataka uone kwamba kumbe kuna ushirika ambao uliobeba thamani ya mambo yaliyoko ndani yako. Sema amen. Ambapo leo nataka nikunawishe miguu. Sema amen. Mwambie jirani yako, nataka nikunawishe miguu. Miguu yako ni ya thamani. Miguu yako wewe ni wa thamani. Nataka nitenganishe ule ubosi wa kujiita mimi ni mchungaji, ule ubosi wa watu wanajiita leo ni maaskofu, na ndio maana nakuta askofu anatembelea gari, mshirika anatembelea ndala, na ndala zenyewe zimetoboka kwa sababu askofu amemfanya kama mtu wa ajabu, mtu anayeheshimika, kumbe ni mtu wa kawaida. Na ndio maana Yesu aliondoa huo kawaida, utofauti. Na ndio maana alipokuja kwa Petro, Petro akakataa, akasema, Bwana, uwezo ukanitawaza miguu. Lakini Yesu akamwambia, Petro, nisipokutawaza miguu huna shirika na mimi. Petro alipotambua kwamba sitakuwa na shirika na Yesu nisiponyoosha miguu, Petro akasema, Bwana, sio miguu tu, hata mwili wangu mzima unatakiwa niogeshe ili nikauone uzima milele. Yesu akamwambia, Petro, nataka miguu tu, sitaki mwili kaupeleke kwenye mambo mengine kaoge, lakini mimi nataka miguu, nataka nikunawishe miguu. Sema amen. Hilo ndio nataka nikufanyie siku ya leo, alafu kwenye mitandao utaliona. Huko duniani watu wakajifunze, kumbe wameacha ushirika wa kweli ambao Yesu aliyosema. Sema amen. Kumbe wameacha mambo ya msingi ambapo Yesu aliyoyasema. Sema amen. Nitumie mkono wangu, na Mungu akubariki sana. Nakutakia mema. Nakutakia mema. Na mimi Simioni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata mikono yangu na kichwa changu pia
Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawazwa miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua yeye aliyemsaliti, ndiyo maana alisema si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kutoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Hilo swali Mungu akubariki sana, na ndio maana tunataka tuiulize dunia kwamba mmeelewa hayo mliyoyatenda, kwa sababu watakapotenda tu hakuna mtu wa kuhesabu bosi wala mdogo. Mungu akubariki sana, wote watakuwa ni lengo moja. Sema amen. Yesu alipomaliza kufanya tukio hilo aliwaambia, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mnaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwasema vyema, maana ndivyo ilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Ami nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana. Mungu akubariki sana. Nipungie mkono mmoja na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, umeelewa hilo uliolielewa? Au umeelewa hilo ambalo uliona? Amelielewa, amelitambua, amelifahamu. Yesu alipomaliza akawauliza wanafunzi wake, mmeelewa hilo nililolitenda? Wakasema, tumekuelewa. Haya, fanyeni kwa kielelezo. Unajua maana ya kielelezo? Muulize jirani yako, unajua maana ya kielelezo? Maana yake ni mwendelezo. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, ni mwendelezo. Na ndio maana leo tunataka tunawishane miguu, kwa sababu Yesu aliwaambia kama mmeelewa, basi ikawe ni mwendelezo, ambayo ni mwendelezo kwa wanafunzi wote watakaopatikana duniani. Sema amen. Nipungie mkono wale, na Mungu akubariki sana na kutakia mema wanafunzi wa Yesu, na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, I love you so much. Mwambie tena, I love you so much. Mwambie tena, I love you so much. Mwambie tena, niko tayari ninawisha miguu ili nisinde katika ushirika wa Yesu, ili nitosheke katika ushirika wa Yesu, ili nisitengwe katika ushirika wa Yesu. Maana ukikataa kunawisha miguu, umemkataa Yesu. Sema amen. Umekataa mbingu mpya na nchi mpya Yesu aliyoileta, aliyoijenga, aliyoitengeneza. Na Mungu akubariki sana. Basi tunaanza na tukio la kwanza la kumega mkate, na Mungu awabariki sana milele na milele. Sema amen. Kwa hiyo tayari tunaenda kufanya ukumbusho ambao Yesu aliouacha duniani. Tutamega mkate kuikumbuka mauti ya Bwana. Tutakunywa matunda ya mzabibu ambayo ni ishara ya damu iliyomwagika msalabani. Alafu baada ya hapo tutanawishana miguu, na baada ya kunawishana miguu ndio tutashiriki chakula chetu kwa furaha. Na Mungu akubariki sana. Yesu aliutwaa mkate, alafu akaumega, alafu akawapa wanafunzi wake. Wakati anawapa wanafunzi wake, kabla hajautoa mkate, akashukuru. Baba, ninakushukuru kwa mkate huu ambao nikukumbuka mauti yako. Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa mauti ambayo iliyokupata, ambayo kwetu imekuwa kama mfano wa ukumbusho wako. Nasi tunaenda kuumega mkate huu, tunaenda kushiriki meza yako. Asante kwa ajili ya uwezo wako na utukufu wako. Hii ni hekima yako na busara ambayo Bwana uliyoiachia ndani mwetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Basi huu mkate unakuwa na mega, huu mkate utakuwa na mega, unamlisha mmoja na mmoja na mmoja na mmoja. Kwa mfano, unachukua mkate unamlisha namna hii, na yeye ananilisha namna ile, tutakuwa tunalishana
Mungu akubariki sana. Mstari wa 25, vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe ulio na mzabibu. Hiki kikombe kina mzabibu, kina aina ya mzabibu kama alivyotoa Yesu kikombe ambacho kina aina ya mzabibu. Mstari wa 25 unasema, vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Na Mungu akubariki sana. Hasa naomba unisikilize. Kabla hujanisikiliza, naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu amshukuru Mungu kwa ajili ya kikombe hiki. Karibu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tazama ni kielelezo wakati unawafanyia hivi wanafunzi wako, ya kwamba watu hapo kikombe hiki na kukinywea ni ukumbusho wa agano jipya katika mauti yako. Tunafanya hivi kwa ukumbusho na kielelezo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Basi utakapopokea angalia mfano huu nilionao. Angalia mfano huu nilionao. Kikombe utakachopewa. Unanielewa? Kikombe utakachopewa kitakuwa ni miliki yako. Tuko sawa? Itakuwa ni miliki. Unafika unampa huyo utakayekutana naye. Kwa mfano, huyu mnakutana naye, nampa kikombe nilicho nacho. Hicho kikombe nilichompa ambacho ni miliki yangu ndio anatakiwa aninyweshe. Kwa mfano huu hapa. Unaona? Na yeye ananipa kikombe anachomiliki yeye, ndio namnywesha. Alafu naenda mwingine tena unampa kikombe chako anakunywesha, na wewe unampa kikombe chako anakunywesha. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo kwa ajili ya staha ya afya, na Mungu akubariki sana. Wahudumu, haya endelea kuwagawia watu huko, na Mungu akubariki sana. Nyosha mikono yako juu, mshukuru Mungu kwa ajili ya tendo hilo. Baada ya hapo waangalizi mniandalie mabeseni na vitambaa na maji ya kutosha. Baada ya hapo tunaingia kwenye chakula, na Mungu akubariki sana. Waangalizi na wahudumu, chapu. Nyosha mikono yako juu, mshukuru Mungu kwa ajili ya tendo kuu alilomtuma mwanaye Yesu Kristo, akatuachia kielelezo, na sasa tunaendelea mpaka ukamilifu wa dahari. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya ukuu wako. Ninalibariki jina lako na kulitukuza. Asante kwa kuikumbuka mauti yako ambayo Bwana ulisema tukafanye hivi kwa ukumbusho wako. Asante kwa ajili ya uwezo wako na ukuu wako ambao Baba umeonekana katika maisha yetu. Asante kwa utukufu wako.
tumeumega mkate kama ukumbusho wa mauti ambayo Bwana, wakati unateswa, najua Bwana uliumizwa, najua Bwana ulitendewa zihaka, lakini ulifanyiwa hivyo ili mimi nipate kupona. Zaidi ya yote ninakushukuru kwa sababu nami nimefanya hivyo kwa kukumbuka kwa yale ambayo Bwana uliyeteswa kwa ajili yetu. Asante hata kwa kikombe ambacho Baba Bwana ulikinywea. Ninakushukuru Yesu kwa kikombe ambacho ulichokinywea. Ninakushukuru kwa mambo ambayo uliyoyapitia. Asante kwa utukufu wako. Najua ulimwaga damu msalabani, ambayo ukasema ya kwamba mkanywe mfano wa mzabibu, ambayo ni mfano wa damu itakayokuwa inamwagika msalabani. Asante Yesu kwa utukufu wako na uwezo wako. Ni kila kitu katika mapenzi yako. Tunakushukuru, tunakupa sifa na utukufu mbele zako. Asante kwa yote ambayo uliyotufanikisha kuanzia mwanzo wa maandalizi mpaka tunaendelea kuendelea na mengine. Bwana, tunakushukuru kwa mkono wako. Tumemwona Roho Mtakatifu akituhudumia kwa wakati wake. Asante kwa uwezo wako na ukuu wako, mfalme amani. Tunakushukuru kwa wema wako na ukuu wako. Asante, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Makofi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Ongeza tena makofi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na Mungu akubariki sana. Mstari wa 12, basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kutwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Ina maana Yesu aliwatawaza miguu wanafunzi, lakini mmoja ndiye aliyebisha, anaitwa Petro. Petro alipokataa akasema, Bwana, huwezi ukanitawaza miguu mimi, kwa sababu wewe ni bosi, wewe ni Bwana, wewe ni Mwokozi, wewe ni mwalimu. Haijawezekani mimi nikakutawaza miguu. Yesu akamwambia Petro, nisipokutawaza miguu huna shirika na mimi. Petro alipogundua kwamba sitakuwa na shirika na Yesu, na ukikosa ushirika na Yesu huna uzima wa milele, Petro akasema, Bwana,